kitu ambacho na mimi kipo moyoni. Kitanzi mimi simpendi. Tena hayuko moyoni mwangu kabisa. Hata akipita hapa, kwanza sitaki hata kumuona machoni mwangu. Hata akipita hapa ile harufu yake naweza nikapata ugonjwa wa mafua. Sitaki hata kumuona. Yote sawa Dina. Lakini angalia mambo mangapi Kitanzi anafanya kwa ajili yako. Anajitoa kwa kila kitu. Mambo mengi tu anayafanya. Dina. Au kwa sababu yule jamaa ambaye ametoka mjini ndo unashoboka naye ndo unamwona kama Kitanzi ana umuhimu kwako, si ndio? Dina. Unajua labda nikwambie kitu kimoja Dina. Ungejaribu kutumia uongo ambao unafanana na ukweli ili Kitanzi aamini kama wewe unampenda. Lakini unapoendelea tu kuwa hivyo, ataendelea kuteseka. Jaribu kutumia uongo ambao unafanana na ukweli ili aamini kama wewe unampenda. Lakini unapoendelea kufanya hivyo, tutampoteza yule mtu kwa sababu anateseka sana. Sasa hivi anashindwa kufanya kazi zake, lakini yote kwa sababu ya kukuwaza wewe. Naomba unisikilize. Haijawahi kutokea siku nikamfuata Kitanzi nikamwambia naomba huduma ulete nyumbani. Haijawahi kutokea. Hizo zote ni mbwembwe zake tu zinazomfanya alete mara sukari, mara unga, mara mchele. Sijui unanielewa? Na huyo mtu unayemwongelea anatoka mjini, kipenda roho. Hata angekuwa anaishi hapa kijijini, ningetokea tu kumpenda, sio kwa sababu anatoka mjini. Dina, kuna mtu asiyejua kuhusu swala la Ching'ande? Ametoka mjini, amemshinda maisha, amekuja hapa. Atakuhudumia kweli wewe? Angalia, subiri kwanza Dina. Angalia Kitanzi ni mtu ambaye anajituma, mtu mwenye busara zake. Mambo mengi tu mazuri anayafanya hapa kijijini. Au ulijua hilo Dina? Labda nikwambie kitu kimoja. Isionekane kama mimi nataka nikuchoshe. Ila nakuomba, kaa jifikirie juu ya hili swala. Umpe nafasi japo kiuchache tu. Mimi naenda, ila kaa jifikirie Dina. Mimi nilikuwa na hilo tu. Kama umemaliza, shika njia uende. Basi poa. Hivi Baraka wengine bwana. Ovyo. Unaacha kufuatilia ya kwako, unafuatilia wenzako, yatakushinda. Nio. Ching'ande. Naam. Karibu. Basi ndio hivyo Ching'ande. Ila nakuomba usinifikirie vibaya. Maana nakupenda. Sandra, unataka nikuambieje ili unielewe? Afu kwa tamaduni za Afrika na hususan hapa Tanzania ni vigumu sana mwanamke kutoka kwenda kumtongoza mwanaume. Ching'ande, nakuomba fikiria hisia zangu. Maana mimi ni mwanamke kama wanawake wengine wanaonizunguka. Niseme nini kwako? Nakupenda. Naomba usinishike. Wewe Sandra ni malaya. Wewe ni malaya. Ching'ande, unaniita mimi malaya? Mimi kuna mtu ambaye tunapendana. Na tuna malengo makubwa sana. Nataka nimuoe nikaa naye. Kwa hiyo nasema hivi, Sandra, mimi hujaingia moyoni, sikupendi. Tambua kwa nakupenda. Nimekwambia usinifanyeje? Naomba usinishike. Wakati unaongea wewe ongea tu hivyo hivyo. Kwani Sandra, wewe unataka mimi nisemaje? Ili unielewe. Ujue kwamba mimi sikupendi, hujaingia moyoni. Hapana bana Ching'ande. Ching'ande, mimi nakupenda. Wewe unataka mimi nikwambieje? Ili unielewe. Nakupenda. Sasa mimi sikuhitaji, nenda. Kwani wanaume mbona wako wengi? Alafu na lingine usilolijua. Mke wangu hapa yuko karibu na kuja, atakukuta hapa. Wewe nenda. Nenda Sandra. Ching'ande, nakupenda. Ni wanawake wengine hao. Ina maana wanaume wameisha. Wanakurupuka kutoka kwao wanakuja hapa. Wanitake mimi.
vipi? Mama, muda wa mapumziko shaisha tayari. Toka lini wewe ukaondoka mbio mbio namna hivyo? Ndio maana nakwambia muda wa mapumziko shaisha, nachelewa tu. Sio kweli. Kipo mwanangu. Sawa. Kwa heri Madina, kwa heri Masharuni. Lakini leo nikirudi nakuja kugawa bonge la umbea. Nipe uombea wako alafu kisha ndio uondoke. Wewe si unasema friji yako aligandishi na leo kinakufuta nini? Mama bwana, nitakwambia nikirudi shule. Nipe uombea ndio kisha uondoke. Wewe unasema friji lako aligandishi na leo kimekukuta nini? Muone kwa sura yake ilivyo. Kazi ya umbea tu. Sawa, watu wote unaoona duniani hapa umbea ndio wakwao. Lakini Mashaloni umezidi. Sawa, nipe uombea ndio kisha uondoke. Muone. Shaloni mwanangu. Hayo maneno umeyapata wapi, maneno makubwa kama hayo? Makubwa ndo kae ujue. Wewe Shaloni wewe. Shaloni mwanangu wewe. Wewe mtoto wewe. Habari ndio hiyo. Kwa hiyo mimi nachelewa shule. Sawa. Lakini Mama Dina. Sawa. Nitamwambia. Sawa, utamkuta. Haina shida, wewe njoo nitakukutanisha naye. Utaongea naye. Hilo litaisha hilo. Saa 10. Saa 10 sio mbaya. Saa 10 utanikuta hapa nyumbani. Mtamaliza. Mtamaliza. Basi saa 10 sio mbaya. Mdoni nitakuwepo tu nyumbani hapa. Haya bwana, karibu sana, utanikuta. Haya. Haya bwana, karibu sana. Ndio nini sasa? Mume wangu. Nasikia Dina na mahusiano na mtoto na King'ande. Sijakuelewa vizuri. Wa kuolewa huyo, hebu nielekeze vizuri kwanza. Anataka kuolewa Dina na King'ande. Sasa usichonielewa nini mume wangu? Au unataka nikwambieje? Sijaona mshenga wala taarifa yote kuhusu barua. Habari hizo. Kwa hapa ndani sasa hivi hapaliki kisa King'ande. Sasa nasema hivi, yule mtoto wa mzee Heli hapa hamna, sio mjua hapa kijijini. Katika watoto wa shenzi sio tabia mzuri. Nasema hivi, King'ande ndio katika hii nyumba. Na hizo habari ulikuwa unazijua tangia muda. Mume wangu. Ulikuwa unanificha tu. Unataka kufunga ujinga hapa, si ndio? Mume wangu. Ningekuwa kama nazijua toka muda si ningekwambia. Mbona leo habari nilizozipata nimekuja kukuambia? Hamna lolote, hizo habari ulikuwa unazijua tangia muda. Ulikuwa unanificha tu. Basi mtoto wa kike ndio sisi mnafichana pamoja tu. Mlikuwa mnanizuga tu mimi hapa. Wewe King'ande. Kuna kijana mstaarabu kitanzi tutamwambia mwanangu leo na kitanzi. Wewe ndio kumchukua mshenzi tu yule mtoto wa mzee Heli. Sasa mume wangu, kwa mimi ndio unanigomea? Au mimi ndio nimenituma huyo King'ande aje kumposa huyo? Wewe ndio mama mtu. Wewe ndio unakaa uongee nao yule mtoto wa kike yule. Wewe ndio unaongea nao yule. Mume wangu sasa umezidi. Na ndio uongee taratibu mpaka majirani wote wanasikia kama kumbe huko mzee Kesi anagoma na ngomea mke wake. Ndio watambue kama King'ande atakiwi kwenye hii nyumba. Ukitaka kusema hapo utaka utambue hilo, basi si King'ande mimi sitaki nimuone kwenye nyumba. Kwa heri. Ukaa naye vizuri. Najua mwenyewe. Oho. King'ande haya. Iweje iki chote hiki akija baba 80. Ndugu yangu Zai. Mimi nisemaje? Ndugu yangu Zai. Hapa sio wote kwa wazazi wetu. Kwa hiyo mimi nikaenda njaa kakako. Eti kisa kwa wazazi kuna chakula niache kuja kuchukua. Umerudi mjini makusudi. Umerudi na hapa nyumbani ukaama ukaenda kujitegemea mwenyewe. Basi chakula nitafutia. Zai, naona ushaanza kunipanda kichwani, si ndio? Kumbe umekuwa
Huo pumbavu wako watafuta wa kuwafanyia, sio mimi. Zaya, alafu kila siku nakwambia. Subiri hapa. Wewe Sharon, umemwambia nini mama kuhusu mimi? Jamani mimi. Kwa hapa naongea na nani? Lakini mimi mama sijaonana naye. Wewe unanifanya mimi mjinga, si ndio eh? Hamna. Wewe umemwambia mama kuwa mimi naishi na Ching'ande. Kwa hiyo na wewe ni mmoja wao, si ndio? Unataka mimi niolewe na ule mjinga wenu Kitanzi eh? Alafu Sharon, mimi nilikuwa najua wewe mdogo wangu ndio utakuwa mficha siri zangu wa kwanza. Sasa unanisaliti? Kwa nini fanyia mimi hivyo? Mshenzi mkubwa wewe. Na nitakunyoosha kenge maji wewe. Mdomo mrefu. Vipi brother? Kwa mambo vipi? Safi. Inaonekana hapa kijijini kwa wewe hauna tabia mzuri kabisa. Isipokuwa yule mwanamke unatembea naye. Ukifanya vibaya utamkosa. Mara watu wamezamilia. Unamaanisha nini? Vizuri. Vizuri. Napendaga watu kama nyinyi. Kuna kijana mmoja wanamwita Kitanzi. Huyu kijana ni msahabu sana hapa kijijini. Na pia nimesikia anataka kumuoa Ina. Na wazazi wa Ina wamezamilia kumuozesha. Hizo taarifa umezipata wapi? Unawezaje mimi taarifa nilizipata wapi? Kichelia kidogo hiki. Nikienda Ubanda mambo yanamwagika tu. Alafu nisije kupata taarifa kama hizi. Poa, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Sawa, kama utalifanyia kazi taarifa zangu. Haya, ila wewe chelewa. Utamkuta mwana sio wako. Ching'ande. Naam. Mambo. Kwa mambo vipi? Safi. Nishaitikia wito wako. Dina, wewe unanidanganya. Mimi unashindwa kuniambia ukweli. Wewe kuna mwanaume anataka kuoe. Naomba unisikize Ching'ande. Nikuambie ukweli. Ni kweli wewe kijana ananifuatilia, lakini mimi simpendi na sina mpango nawe kabisa. Wazazi wangu hao ndio ambao wananilazimisha. Wanataka mimi niwe naye, lakini simtaki kiukweli na sina mpango naye hata kidogo. Dina, mimi unanidanganya. Alafu wewe ni muongo. Wewe ni muongo mkubwa. Mimi nitaamini vipi kama kweli wewe unanipenda? Ching'ande, naomba unisikize mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana wewe. Naomba useme chochote, amua wewe. Chochote unachokisema, mimi nitakifuata. Sasa ninachokihitaji mimi uje nyumbani hapa ili tuishi kama mke na mume. Ching'ande, nawezaje kuhamia hapa ikiwa hujanitolea hata hela ya barua? Sio vizuri. Unaona? Si unaona?
Kwa hadi hapo mimi ndo naamini. Hapo mimi ninaamini kabisa wewe kweli huko kuna mtu ambaye anataka kuoa. Naomba nisikize mpenzi wangu. Naomba nisikize mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana wewe. Sawa. Mimi nitahamia kwako. Ili ufurahi na uamini kama kweli mnakupenda. Sipendi nikuuzi. Siamini kama kweli umeamua kufungua moyo. Ni kweli. Kweli natarajia ufanye hivyo. Basi mkangu kama nilivyokuelekeza. Tujitahidi ukaa nao vizuri hao watoto. Hao watoto ni wa kwetu, wasitushinde. Kaa nao vizuri, sana huyu mwenetu mwingine mkubwa huyu. Leo sijamuona tangia asubuhi. Sawa mume wangu. Sio kunisikia kwa sababu mwenendo wa huyu mkubwa mtu sasa hivi siuelewi. Ndio maana nikasema tafadhali mke wangu, kaa naye hawa watoto. Uongee naye. Aya, na yeye sijamuona tangia asubuhi. Kamoni. Maaba. Njoo kwanza, njoo mwanangu. Mama huyo. Ndio kurudi huko mama. Na habari hii imeanza lini? Mavazi haya? Haya ndio mavazi ya kuvaa kwa baba yake? Kwe mambo hata tangia lini? Hivi mwanangu Dina, unataka niongee vipi ili unisikie? Na unajua nilipata shida kiasi gani kukulea wewe pindi wazazi wako walipofariki kwa ajali. Kwa hiyo mimi naongea, wewe unaninyelezea. Kabisa. Wewe unielewi? I know, unielewi? Ujinga huu toka lini huu? Bado naweza tuzalishane hapo. Wote wanifahamu hapo. Mzee leo unakuwa hivi. Baba mdogo. Kwa nini mimi mnanifuatilia hivyo? Mimi sasa hivi nimeshakuwa, natakiwa nichague namna ya kuishi. Umekuwa ndani kwangu. Ndio wewe unaamua tu kujiamlia tu leo ukaamke huko ukafa. Yaani hapa ndani hapa laliki. Haufanyi kazi hapa ndani. Mdogo wako pia nimesikia unampiga tu siku hizi. Kwa kukua kwako huko. Si ndivyo? Unamwona mwanao? Mume wangu. Unapoongea na mtoto hebu jitulize kwanza, kaa naye kwanza chini. Ongea naye taratibu. Ameniuzi. Sawa ndio amekuuzi. Mtoto wenyewe unajua kama ni yatima. Efa anaweza akajifikiriaje kweli? Sasa atasema kama tunamnyanyasa hapa nyumbani. Majirani hawa wanakusikia wewe tu kila muda kazi ya kugoma tu mume wangu. Hebu jaribu kukaa naye taratibu, atakuelewa tu. Wewe hao watoto wanauzi. Hebu angalia sasa. Kama mavaza kuingia kwa baba yake kweli? Ba mdogo bwana, mbona mnanifuatilia hivyo? Mimi sasa hivi nishakuwa, natakiwa nichague namna ya kuishi. Kukua ndio uko nyumbani kwangu. Ungekuwa umeshakuwa ungekuwa unajitegemea huko. Ungekuwa mtu mzima ungekuwa umeshajitegemea huko. Unatuletea upuuzi hapa tena. Sikia na hamna fadha nitokee. Kama nini nguo zako? Twende ndani. Mume wangu. Aniletea mambo haya. Haya ndo maisha kweli ya kuishi na mtoto kweli hayo. Unafanya kazi ya kungomea tu. Maisha gani haya jamani? Yaani sasa hapa ndani kazi hazifanyiki. Hakuna kupika na mdogo wake pia anapenda kumpiga tu muda wote. Ukiuliza nimekuwa. Sawa naondoka mwisho wenyewe. Dina. Wewe mwache aende kwa kiburi chake tu. Sio kweli hivyo mume wangu. Wewe basi na mimi ngoja niondoke bwana. Dunia itaenda kumfunza huko. Mwacha aondoke tu. Shenzi kabisa niletee kiburi mimi hapa. Wewe nimemlea mwenyewe hapo wazazi wake wamefariki wakati bado wako wadogo kabisa hivi. Nimekuwa wewe. Akue huko. Shenzi kabisa.